Kwa Kiingereza, ukitaka kuongelea maneno kwa wingi na labda neno lako ambalo unataka kulitaja linaishia na herufi Y. Kama neno lako linaishia na herufi Y, lakini kabla ya Y kuna konsonanti, na nikisema konsonanti nachomaanisha ni herufi ya kawaida. Herufi yoyote nyingine ukiachana na a, e, i, o, u, lazima uweke ies mwishoni mwa hilo neno. Kwa mfano, sherehe kwa Kiingereza ni party. Party. Party, ukiangalia mwishoni mwa hilo neno, kuna konsonanti T, herufi ya kawaida ambayo sio a, e, i, o ama u. Kuna herufi T, alafu mwishoni ni Y, party. Kwa hivyo, ukitaka kuliongelea hili neno party kwa wingi, kusema zaidi ya sherehe moja, kwa Kiingereza utasema parties. Utaweka ies mwishoni. Utaondoa y, uweke ies mwishoni. One party, two parties. Kwa Kiingereza ukitaka kutaja kitu kwa wingi na hilo neno ambalo unataka kutaja linaishia na konsonanti, nikimaanisha herufi ya kawaida ukiachana na a, e, i, o, u, alafu mwisho Y. Kwa Kiingereza lazima utumie ies mwishoni kuliongelea hilo neno kwa wingi. Kwa mfano, mji kwa Kiingereza ni city. Miji kwa Kiingereza ni cities. Mwanamke kwa Kiingereza ni lady. Wanawake kwa Kiingereza ni ladies. Adui kwa Kiingereza ni enemy. Maadui kwa Kiingereza ni enemies. Enemies. Country, countries. Countries. Kama unataka kutaja kitu kwa Kiingereza na neno lako linaishia na herufi Y, lakini kabla ya herufi Y kuna vokali, na nikisema vokali namaanisha a, e, i, o, u. Kwa hivyo kwa mfano, neno lako linaishia na a, y, ama e, y, ama i, y, ama o, y. Kwa Kiingereza, ukitaka kuliongelea hilo neno kwa wingi, lazima uweke s mwishoni. Kwa mfano, neno siku. Siku kwa Kiingereza ni day. Day. Day inaishia na a, y. A ni vokali, alafu mwisho kuna herufi y. Day. Kwa Kiingereza ukitaka kusema siku zaidi ya moja, ukitaka kuliongelea hili neno siku kwa wingi, utasema days. One day, two days. Key inabadilika kuwa keys. One key, two keys. Kichochoro kwa Kiingereza ni alley. Alley. Vichochoro kwa Kiingereza utasema alleys. Alleys. Bonde kwa Kiingereza ni valley. Valley. Mabonde, valleys. Valleys. Zaidi ya moja, valleys. Kwa hivyo neno lako likiishia na vokali alafu y, lazima uweke s mwishoni kuliongelea hilo neno kwa wingi kwa Kiingereza. Tunajifunza jinsi ya kuongelea vitu kwa wingi kwa Kiingereza. Tuseme kitu ambacho unataka kutaja kinaishia na herufi f ama fe. Kwa mfano wife. Wife, mke, wife inaishia na fe. Kama neno linaishia na f ama fe kwa Kiingereza, kama unataka kuliongelea kwa wingi, lazima uondoe hiyo f ama uondoe hiyo fe, uweke herufi ves. Ves. Kwa mfano, wife, ukitaka kuliongelea hili neno wife, mke, kwa wingi wake, kwa Kiingereza utasema wives. Wives. Iyo fe inabadilika kuwa ves ukitaka kuliongelea hilo neno wife kwa wingi. Shelf ni aina ya kabati. Shelf, kabati. Ukitaka kusema makabati au kuliongelea hili neno shelf kwa wingi kwa Kiingereza utasema shelves. Shelves. Hiyo f inabadilika kuwa ves. One shelf, two shelves. Mwizi kwa Kiingereza ni thief.
thief. Ukitaka kusema wezi, yani zaidi ya mmoja, kwa Kiingereza utasema thieves. Thieves. Hiyo F mwishoni inabadilika kuwa VES. One thief, three thieves. Thieves. Wolf ni mbwa mwitu. Ukitaka kuongelea hili neno wolf kwa wingi, yani kusema zaidi ya mmoja, wolf inabadilika kuwa wolves. Wolf inabadilika kuwa wolves. Hoof ni kwato. Ukitaka kuliongelea hili neno kwa wingi kwa Kiingereza, utasema hooves. Hooves. One hoof, four hooves. Kuna baadhi ya maneno kwa Kiingereza ambayo yanaishia na herufi F, sio mengi, ni machache, ambayo ukitaka kuyaongelea kwa wingi, yani kusema zaidi ya moja, hayafuati hii kanuni ya kubadilisha F kuwa VES. Kwa mfano, neno kama chief. Chief ni kiongozi, kiongozi. Lakini ukitaka kusema viongozi, utasema chiefs, lakini unaweka S ya kawaida mwishoni. Sio lazima ubadilishe F iwe VES. Kwa hivyo chief inakuwa chiefs. Ila hiyo ni isipokuwa. Maneno mengi zaidi kwa Kiingereza ambayo yanaishia na herufi F ama FE, lazima ubadilishe F ama FE iwe VES kama unataka kuongelea hilo neno kwa wingi. Kwa mfano, knife, knives.